Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku njema, na tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa kwanza. Biblia inasema, nyamazeni mbele zangu enyi visiwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya. Nyamazeni mbele zangu enyi visiwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya, na waje karibu wakanene, na tukaribiane pamoja kwa hukumu. Mungu ni muumba na ni muweza wa yote. Mungu ni Mungu mwenye nguvu, na hakuna lisilowezekana kwake, na aidha hakuna linaloshindikana kwake. Mungu ni mwenye mamlaka, na kila kitu kinatiishwa chini ya uweza wake na chini ya mamlaka yake. Anaiambia visiwa, nyamazeni mbele zangu, ili mataifa wajipatie nguvu mpya. Masumbufu, mahangaiko, mambo mbalimbali yanayomsonga mtu yanahitaji kusikia sauti ya Mungu ikitoka ndani ya mtu na kuviambia vinyamaze kimya, ili mtu huyu apate nguvu mpya. Hatupati nguvu mpya hata ndipo tuweze kunena, hata ndipo tuweze kushuhudia matendo makuu ya Mungu, kama vitu ambayo yanayotusonga na kutugandamiza hayajatamkiwa neno. Bwana hapa anasema nyamazeni, nyamazeni. Bwana akasema na upepo, akiwa na wanafunzi wake, wakiwa wamepanda kwenye mashua, wakiwa wanaelekea kwenye safari zao. Ukisoma sura ile ya 8 Luka mstari ule wa 22, anasema, ikawa siku zile mmojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Walikuwa wanataka wavuke. Wewe unataka kuvuka kwenda wapi? Tazama, tumebakiza siku kadhaa zimebaki tumalize mwaka huu. Mwaka huu unaweza ukawa ulikuwa wa aina fulani kwako. Ulibeba mikosi, ulibeba anguko, ulibeba misukosuko, ulibeba kudhoofishwa, ulibeba kila aina ya uharibifu kwenye maisha yako. Lakini Bwana anasema na wewe kama mwanafunzi wake, tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Tuachane na mazingira tuliokuwa nayo, tuvuke kwenye ziwa hilo ambalo linaloachilia, kwa maanake ile mamlaka ya adui inaoachilia nguvu ya kukugandamiza ama kukuangamiza ama kukuharibu. Unavuka mipaka ya hali inayokuzunguka, unavuka mipaka ya mazingira inayokuzunguka, alafu unavuka mipaka ya chimbuko linaloachilia hicho kinachokuangamiza. Hilo ndiyo ziwa. Hilo ndilo eneo ambalo Bwana anawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Bwana aliposema twende, Bwana alivyokuambia kwamba nitakufanya uwe mtu fulani, nitakufanya uishi na wakuu, nitakufanya uwe mkuu, nitakufanya uwe wa kupendwa, nitakuinua, nitakubariki. Alimwambia Ibrahimu, nitakubariki, tena atakayekubariki wewe mimi nitambariki. Lakini hapa alivyoingia, baada ya kumaliza, alichokuwa anasubiri ni nini? Ni wewe kuingia ndani ya mashua, kuingia ndani ya hilo neno, tamko lake. Bwana amesha tamka nini kwetu? Tuna ahadi ngapi za kwenye Biblia zinazotusubiria sisi ziweze kufanya kazi, zibebe uhalisia wake wa uhai wa kiutendaji? Bwana alishatoa tamko, aliwaambia na tuvuke
Kilichokuwa kinatakiwa ni kuwaona wanafunzi wanaingia ndani ya ile mashua, alafu ndipo waanze kuvuka. Sasa walipoingia ndani ya mashua, safari ikaanza. Yesu alirelax kwa sababu alichokuwa na kihitaji kutoka kwako amekipata, akalala. Lakini alipolala usingizi, ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Yesu ukishaingia ndani ya wokovu, Yesu ukishaliamini neno lake, yeye hurelax kwa sababu neno lake lina uwezo wa kutimiza lile ambalo limenena. Sio yeye tena anaanza kuhangaika, no. Akalala chini ya shetri, ikashuka tufani. Shetani yani nataka kukupa picha mahali gani shetani huwa anatuingilia. Shetani anatuingilia mahali ambapo ulishafanya maamuzi ya kuingia kwenye mashua. Shetani anaingia kuanza kukusukasuka wakati ulishafanya maamuzi ya kuambatana na Yesu. Shetani anaingia kwenye maisha yako na kuanza kukuharibu wakati ulishafanya maamuzi ya kusimama na Yesu. Maanake umeamua kuingia kwenye mashua, na ukishaingia kwenye mashua yeye ana relax. Kabla hujaingia kwenye mashua ndio anasimama kuhakikisha kwamba lile neno alilolitamka kwa ajili yako linafanya kazi. Kwa hiyo anahakikisha kila wakati anakuita, kila wakati anakuita, kila wakati anasema, kila wakati anasema. Ukishaingia kwenye mashua anatulia. Sasa huo ndio wakati ambapo shetani huvamia kanisa. Huo ndio wakati shetani anatuvamia. Ukiona mashambulizi ya kutoka kwa adui, ujue kuna mahali ulifanya maamuzi mazuri, na hayo maamuzi mazuri yakaenda yakamfanya yeye aweze kukushambulia kwa sababu alimuona Yesu amerelax. Na Yesu sio kwamba ana relax kwa sababu gani, ana relax kwa sababu anajua kile alichokuwa nakitafuta kwako amekipata, ili aweze kutimiza kusudi lake kwako. Alitafuta wewe kukubali, alitafuta wewe kutii, alitafuta wewe kumsikia na kufanya, na ameona umefanya. Kwa hiyo ana relax ili aweze, neno lina take care of itself. Kwa hiyo tunaona hapa akalala usingizi, ikashuka hiyo tufani, chombo kikaanza kujaa maji. Chombo kikijaa maji ili mradi Yesu yuko hapo, hamna shida. Chombo kikijaa maji ili mradi ulifanya maamuzi sahihi, hamna shida, maana hautaangamia. Tatizo lililoko ni, je, nilishafanya maamuzi yaliyo sahihi? Je, nilishasimama katika lile kusudi, katika ile kweli, katika kumtii Kristo? Kama sijasimama hapo, mawimbi yakija yana hatari ya kukusomba, na hiyo ndio inamfanya mtu anakuwa anahangaika sana. Hawa wanafunzi walikuwa hawaelewi hicho. Ndiposa wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Kumbe nikwambie, ile misukosuko ilishamiri kwa namna ile kwa sababu kulikuwa na watu ambao walikuwa hawajatambua maamuzi waliochukua kuingia kwenye mashua yalikuwa ni maamuzi gani. Kama jinsi ambavyo misukosuko inakuwa mikubwa, misukosuko kuja, mashambulizi kuja, hiyo ni wajibu, ni kawaida, maana shetani yupo kama tunavyojifunza hapa. Lakini mashambulizi yanapovuka mipaka yake, ina maana mtu huyu hajatambua maamuzi aliyofanya. Mashambulizi ya adui leo yanavuka mipaka juu ya kanisa kwa sababu kanisa halijatambua maamuzi aliyofanya ya wokovu ni maamuzi gani. Kanisa halijatambua. Sasa hapa Yesu akaukemea upepo, akawaambia, imani yenu iko wapi? Aha. Kumbe Yesu aliporelax ndani yangu, yani Yesu anaporelax ndani yangu baada ya mimi kufanya maamuzi, na mimi ndio natakiwa niamini na kuwa na uhakika ya kwamba Yesu yuko. Kwa hiyo uhakika wangu utamfanya shetani ashindwe mwenyewe. Hata kajiinua namna gani, atarudishwa chini. Sasa hawa wanaambiwa na Yesu, wewe imani yako iko wapi? Wakaogopa, wakaamka, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu? Ndio uthibitisho ya kwamba hawakujua
maamuzi waliokuwa wameyafanya kuingia kwenye mashua ambaye Yesu aliwaambia tuvuke, hawakuwa wanaelewa ni nini kinaendelea. Kama jinsi ambavyo yamkini siku ulimpokea Bwana Yesu, ulielezwa tu stories, ukasema yeye na mimi pia nataka kuokoka. Ulielezwa habari nzuri nzuri za kukusifanya ushikie hamasiko ndani yako, ukasema na mimi nataka kuokoka. Lakini je, ulijua maana ya wokovu uliopokea ni nini? Hawa mpaka dhoruba inafika hatua hiyo, mpaka Yesu anasimamisha upepo, mpaka wao ndio wanafika mahali kuanza kuogopa na kutetemeka na kumaka, wakisema ni nani huyu basi? Kwa manake hawakuwa wanamtambua. Tuko wengi, tuko ndani ya wokovu, lakini hatumtambui yule ambaye tumeingia ndani yake ni nani. Ndio maana mpaka leo bado tunahangaika. Lakini mimi nataka niseme hivi, hawa walishangaa kwamba huyu ni nani basi hata anaamuru upepo na maji navyo vyamtii. Nataka kukwambia neno, usishangae miujiza. Usishangae Mungu akitenda muujiza kwako, maana ile ni sehemu ya maisha yako. Lakini kwanza utambue, je, ulipoingia kwenye mashua hii ya wokovu ulielewa unaingia wapi? Kama ulifata mkumbo ukaona kwamba ulihama dini ukaingia dini nyingine, sasa leo pokea ufahamu mpya. Maana tumebakiza siku chache na tunataka kuingia mwaka 2026 tukiwa katika ushindi wa kutambua, ili 2026 tuishi kwenye ushindi wa uhalisia wa vitendo. Mkono wa Bwana uweze kuonekana kwetu. Anasema hii Isaya sura 41 mstari wa 18, nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemchemu katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Nitapanda katika jangwa mwerezi, mshita, mhadasi na mbono. Nitatia katika nyika mboreshi, mtidhari na mtiashuri pamoja, ili waone na kujua, wakafikiri na kufahamu pamoja, ya kuwa mkono wa Bwana ndio uliofanya jambo hilo. Tunataka tuingie 2026 kwa maneno haya mazuri yaliyobeba tumaini. Nataka leo ufanye maamuzi kuingia kwenye mashua aliyoko Kristo, lakini ukitambua huyu aliyekuambia uingie kwenye wokovu ni nani, na hapo ulipoingia uwe na uhakika na usalama wako, kwamba umeingia kwenye wokovu mahali pa usalama wako. Hayo lazima uyazingatie. Ndio haya tunayoyasema yatakwenda kutokea kwetu. Kwa mimi nataka nikutie moyo, mwana wa Mungu. Tuna siku chache tumebakiza. Kama uliishi mwaka 2026 kwa kukata tamaa, kama ulikuwa ni mwaka wa misukosuko kwako, kwa namna yoyote mwaka huu wa 2025 ulivyokuwa kwako, lakini bado kuna tumaini jipya. Na tumaini jipya nataka leo tuweze kujua tuko ndani ya wokovu. Yesu Kristo ni muweza, ambaye yeye hufanya yale yasiyoelezeka. Yeye hupanda, hufunua vijito vya maji juu ya vilima, kwamba akatoa maji katika maeneo ambayo hukutegemea kwamba kuna chemchemi ya maji. Anajitokeza mahali ambapo hukutarajia. Yeye anapanda katikati ya jangwa, anapanda miti na anainyeshea mwenyewe kwa mvua yake, na miti inastawi. Ni jambo gani asiloliweza Bwana? Hakuna. Ndio maana akasema msisumbukie mtakula nini, mtavaa nini. Hajasema tusifanye kazi, but no worries. Usijistress. Don't stress yourself. Usijiwekee makorokoro kwenye ufahamu wako mpaka unapata magonjwa, pressures, magonjwa mengine hayana hata PO box. Nataka ubebe neno la tumaini leo. Hili ni neno kubwa la tumaini ambalo wale watoto wa Mungu, wanafunzi wake Kristo, ambayo hawakuwa wameelewa, lakini mwisho walianza kujiuliza, huyu ni nani? Na we leo nataka ujiulize, huyu niliyempokea ni nani? Atakupa majibu, atajitambulisha kwako. Tafakari yako ya leo, hebu mtafute Yesu ukajue yeye ni nani. Mungu akubariki. Bwana Yesu, asante kwa kuwa ni mwema. Umetupa neema ya kujifunza na kutupa tumaini jipya. Tunataka tuingie katika hatua mpya ambayo imebeba utukufu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki.